kubwa. Nimekuja mbele zenu. Nimeleta huu mzigo mlionikabidhi. Najua sasa umri wangu umeenda. Siwezi tena kuendelea. Kwa hiyo nimekuja kukabidhi hapa njia panda kwa yule atakayekuwa wa kwanza kuokota mkoba huu, basi awe ndo mlisi. Mimi siwezi. Nina ukabidhi kwenu. Naomba mnipokee. Nina ukabidhi kwenu. Hey, kuna mtu hapo? Asa mtu wa nini tena hapo? We, t-shirt hii itakuwa ya watu hii. Hey, majani. Wewe, watu vipi mwanangu? Hebu kwanza angalia. Kuna miguu fulani imepita hapa. Si ya watu walikwenda mnadani sijui. T-shirt kama t-shirt mimi naokota mwanangu. Yaani itakokuwa naliwe. Mtu mwanangu hii. We. Yatakutokea pwani t-shirt hii wewe. Wewe. Ha. Hii ni yellow kabisa ambayo namba navaa mimi. Ngoja kwanza nigeuze alafu nikujaribishie. Labda utoe comment mwanangu. Kama nanipendeza fresh. Hiyo t-shirt itakutokea puani babu. Vipi? Oya. T-shirt hiyo. Basi toa comment mwanangu. Unajua tutaambiwa si wezi. Tena wezi wa nini? Hii t-shirt tumeokota, wezi wa nini tena unatokea wapi wewe wizi? Hamna noma. Wasikiza mwanangu, wewe nakujua. Una tamaa zako hizo tu. Hamna noma. Va. Yaani mimi niokote kitu. Wanao tena umekusonya hapa na jembe lako. Wewe babu. Yaani tuheshimiane. Kwanza sige tu sasa hivi usifike hata geto kwangu wewe. Kisa t-shirt. Kisa hii t-shirt wewe usiseme majirani. Mara si ya mwizi si fanyaje? Hakuna. Twende. Hamna noma. Ndugu zanguni, najua nimewaita kwenye kikao hiki tushirikiane mambo mawili matatu. Of course kwa sababu sina wanachuo tunaishi kwa umoja. Kwa sababu bado tuko likizo. Najua tutafurahi kwa pamoja, si ndio? Nilikuwa jambo moja kwamba nimeona kesho kwa sababu tuko likizo, nimeona kesho twende tukatalii. Kwa sababu nimeshaongea pia na manager mahali pale na amesema hakuna shida. Kwa swala hilo tu ni hakuna shida. Tuende kutalii, tuangalie mazingira, tupige picha, shemeji umewaka, upige picha. Safi. Jambo la kwanza, lakini jambo la pili nilikuwa nimeomba tukishatoka msituni kesho tuje kuenjoy kwa sababu kesho ni party yangu, birthday yangu. Tumpigie makofi. Kwa birthday boy, birthday girl. Morning basi. Morning.
Aise. Kwa hiyo nilikuwa nimeona kwamba tufurahi kesho. Vipi na msosi uko hapo? Msosi. Oh, wow. Ni swala la kwenda kurudi. kama tutahitaji msosi na nini, si wanachuo bwana. Tunaweza tukaagiza ama tukiwa kule tutafanya maamuzi. Na mwingine labda mwenye swali pia. Blaza samani. Msitu upo fresh lakini Msitu uko vizuri. Uko vizuri na kwa maelezo ya manager ni uko vizuri, hauna shida. sawa. Kwa hiyo tutafurahi, tutaenjoy. Kwa hiyo tujiandae. Maandalizi. Yaani ni ninyi tu maandalizi. Mwambo jue tuambie jinsi gani usalama upo kule. Unajua masuala ya ulinzi na usalama kwa wanachuo. Lazima tujue jinsi gani watu watakuwa vizuri zaidi msituni. Sije tukaenda tu kule tukaanza kupata matatizo na nini ikawa kuna watoto wazuri hapa watu wanapata kule matatizo na kwao so fresh. Eji huyo. Yes. Ulinzi upo. Ulinzi upo tena tunatosha. Ninawahakikishia hiyo. Ushawahi kufika huko? Kwa hiyo tuweni shaka. Ndugu yetu umetuambia kuhusu msitu lakini hujatuambia msitu unaitwaje na ni wapi? Swali zuri. Swali zuri sana. Wanachuo bwana ni wadadisi na ni watalii kweli ninyi. Na nafikiri kabla tujaanza chochote tutafahamu mengi sana ya kuhusu msitu ule. Maana manager ameniambia yupo na pale ni sehemu pana ambayo kimsingi kuna sekta mbalimbali. Watatueleza. Mengine mimi siwezi kuyajibu kwa maana ya kuyatolea ufafanuzi moja kwa moja, lakini tukishafika kwenye utalii wenyewe tutakutana na watu ambao watatueleza kama ulivyosema jina la msitu, aina ya vitu vinavyopatikana, aidha wanyama au kuna samaki, kuna mabwawa makubwa, tutaona. Kwa hiyo ndio ni shaka kuhusu. Kama bro alivyosema hapa, yuko very serious because this yani jambo linahusika sana kwenye masuala ya elimu. Naelewa. Tunajifunza kuhusu mambo ya research. Naelewa. Kwa hiyo pale tunapopata research pale tunapata yani faida kubwa sana ya hili swala. Kwa hiyo naomba ndugu zangu tusizingue kwenye hili swala. Tusizingue tutikie huo wito aliotuambia, tukutane kama hivyo alivyosema, twende tukafanye hilo swala kwa sababu litatuongezea sana katika elimu yetu. Sawa. Okay. Tumpashie mpigie. Tupige makofi. Bwana, ninachohitaji zaidi kutoka kwenu ni mmoja wenu. Mmoja wenu ni support kwenye bandi yangu, lakini pia tupige picha kule msituni ili tuondoke na kumbukumbu kwamba leo tumekula bata. Au mnasemaje wazee? Mimi najua mtaniangusha wasema. Najua tunaenda kujifunza kule. Wewe tumelia. Wewe utaniangusha kali. Tunakuja kwenye happy birthday yako. Basi sawa bana, mimi nashukuru. Poleni kwa kuwapotezea muda. Nafikiri kwa sababu hiyo basi tuwe huru, tuondoe shaka. Baadaye nikiwa cheki kwenye simu kwamba kesho safi au sio bana? Kwa sababu sasa hivi na kuna sehemu na wali. Ngoja niende na kama mtu Sasa tunakutana. nitataarifu kwa simu. Simu zimezuri. Nitataarifu kwa simu. Sawa. My dear. Kwa hiyo simu ziite. Simu zitaita. Tondoke mwanangu. Bwana nashukuru sana wasema. I said We Mama Kidawa. Mama Kimiti we. Njoo mke wangu. Umekucha mwenzio au kicha una mambo mengi? Unaenda shamba? Yaani hata vifaa vyangu vya shamba. Unaenda shambani? Kumekucha. Kaa hapo kwanza tuongee kidogo. Fikiria. Cha kwa mapambano.
Sasa mimi nimekuita hapa kabla sijaenda shamba. Vipi lakini? Mbuzi ulimhudumia jana? Ndio nilimhudumia. Vipi maendeleo? Anaendelea vizuri. Kidawa tabia zake zimebadilika. Amebadilika? Ndio. Unajua tabia yake imebadilika sana Kidawa. Imekuwa ni tofauti kabisa na mwanzo jinsi ambavyo nilikuwa naifahamu. Kidawa huyu sio Kidawa yule ambao mimi nilikuwa namfahamu. Kwa hiyo mkalishe chini mwanao Kidawa na umwambie kabisa baba amesema haridhishwi na tabia yako. Sijui unanielewa? Nimekuelewa, lakini mimi naona mbona hajabadilika chochote. Tunaona yuko sawa tu. Kwa mtazamo wako, lakini sio mimi. Nataka lifanyiwe kazi mara moja hilo. Sawa, nimekuelewa. Nae. Naomba panga langu. Muda umeenda. Lifanyiwe kazi. Haya, kazi njema. Huyu naye kumekucha. Kidawa. Basi hapa kijijini kuna kidawa tu pekee. Mbona anataka kunipa shida mimi? Eh? Ndio kufanya mambo yetu si kwa sababu ya kidawa. Naenda hapo chini. Wewe tena usijua kutulia kwako. Natuliaje ndani niko peke yangu? Wewe mwenzako hata upo na mume wako. Mimi ambaye niko peke yangu nikaenda ni mimi utumbo. Sawa, ila mimi nilikuwa huu mguu unaona huu. Ulikuwa unaelekea kwako. Kwangu tena? Basi twende au? Basi tu tuyamalize hapa. Tuyamalize. Una nini kwani? Wewe sasa kama una haraka. Umenishtua bwana unasema tuyamalize. Sijui ukawa umekuja na nataka kunichamba. Haya, nikuchamba umenifanyia nini? Basi kama sio kunichamba ni nini? Akati unajua mimi na wewe hivi. Pete na kidole. Basi niambie. Ila sehemu hii kuna njiani. Jeni wapi? Kwani kuna siri gani wewe? Mbona hamna mtu hapa sema? Usije akasikia ndugu yangu. Hamna anisikia bwana, wewe sema. Ni shoga yangu. Mimi uwezo wangu simuelewi. Simuelewi kabisa. Namuona kabisa yupo kwenye kuelekea issue yetu ile ya kumdanganya kwamba mimi mjamzito. Usiniambie ameshajua shoga yangu mimi kama amejua, yani mimi sipo huko. Na kazi zangu mbali kiukweli ndani ya watu wawili. Muda huu tu hapo shaanza kunikataa. Sio kukana shoga yangu naogopa. Akigundua kwamba mimi ndo nimekushawishi kwamba mdanganye una mimba. Wewe naogopa shoga yangu. Sasa si bora ungenishawishi nimwambie ukweli. Wewe si ndio uliniambia mdanganye bana una mimba uishikilie ndoa si nini. Tena sasa hivi hapa unataka kunikataa. Sio moto rafiki yangu. Kwani ameshajua kabisa? Yaani yupo kwenye kuhisi lakini kujua bado hajajua. Ni kwamba anahisi, si ndio? Sasa hapo sikia nikupe ushauri. Kabla mambo hayajawa mabaya, naomba nikushauri kitu. Hapo chini hapo nyumbani kwangu afu kwa nyumba ya 3 tuka nyumbani kwangu kuna mtaalamu mmoja. Sawa? Yule pale ukienda nakupa dawa. Alafu anakupa maelekezo na masharti yake juu. Unaona? Maana ukishafanya vile dawa akishaipata yule mume wako ushampa yani dawa ushampa mume wako. Yani manake yani atakuwa hapa. Chochote utakachokisema anasikia. Unaona? Na kuhusu swala la ujauzito yani kama atamfunga akili hata kumbuka tena kuhusu ujauzito. Msikie nikamfanya kaa chizi. Hawezi kuwa chizi bwana, mimi namwamini yule. Sawa. Sasa kwa nini unaniambia hata tuende hospitali shoga yangu tukamuonge hata mtu hela, tudanganye nina mimba afu. Haya kama tukienda hospitali, hiyo mimba itakuwa? Tutamwambia ilitoka. Imetoka? Imetoka? Akati tunaishi naye ndani. Hata ona kama unaumwa hivyo kimimba kutoka ni rahisi Sawa, ngoja mimi niende shoga yangu. Nikawaze, nitakupa majibu. Sawa. Si ndio tuende wote si yani hata sehemu. Mimi naenda zangu huko tu kuzurura, wewe si unaenda dukani. Hata hivyo nilikuwa nataka niende pale gengeni nikanue maembe ya mchongo ni udinayo ajue mama kijacho. Maskini Mungu kutoka wapi? Wewe usijifurahishe. Sasa hapa ngoja mimi niende vitu na baadaye. Poa.
shoga. Kumbe upo. Jamani. Unatoka wapi kwanza? Hata simu. Kwanza naomba kwanza nipate. Safari yangu ni hapa. Kwa nini ulikuwa unaelekea wapi? Hivi na nako dukani. Tupumzishe begi tu shoga yangu. Na nilipochoka sasa. Sasa hivi shoga yangu. Acha tu nishikae hapo. Maana tuongelee maisha sasa. Maisha gani shoga yangu? Naona mwenzangu kuja umependeza. Hivi nimependeza nini? Sivyo ulivyo. Hebu acha. Mpaka natamani na mimi ningekuwa mtoto wa dada. Tuondoke. Mimi nimepewa tu likizo hapa siku ngapi naondoka hata sikai huko shoga. Mimi maisha kijijini hata siyawezi. Na utapauka. Mbona wewe hujapauka? Kwa hiyo mimi na wewe na utofauti gani sasa? Shoga yangu umependeza sisi. Jamani habari? Safi safi. Wema kabisa. Wema kabisa. Jamani sisi tunapita. Haya, haina shida. Sawa sawa. Toto nikikucheka wewe nywele. Hebu basi acha masiala shoga. Vitu kama hivi kwetu. Mbona hiyo shilingi ngapi sasa? Hiyo simu kanionyesha shemeji yako. Mbona ya kawaida tu shoga yangu? Wewe unajua shilingi ngapi? Unajua hela kubwa basi. Nikajua ni hela ya kiwanja na ya kujenga. Nimeanza masiala hapo bwana. Ndio wenyewe. Bora amecheza. Ila mimi sitoka. Na wewe usubiri. Yaani unajua nimekutana pale. Kuna sehemu nilikuwa naenda. Subiri kwanza basi wewe yaani baba na mama wanakuja shoga yangu na niacha peke yangu. Yaani nimekuambia kwa maana hiyo sitoingia. Kwa nini usiingie ndani? Nitakuja siku nyingine. Mama. Shikamoo mama. Shikamoo mama. Mdogo wangu huyu kakuwa elimu wako. Marahaba ujambo. Nimefika muda mrefu. Yaani mama nimekusubiri. Shikamoo baba. Poleni mwanangu. Marahaba, ujambo mwanangu? Jambo. Tifa. Umefika? Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Mimi sijambo. Umefika muda mrefu sana? Yaani muda. Tumewasubiri. Tusamee bana wazee wako. Unajua. Usafiri kule ni poleni. Kumbe. Jamani karibuni basi ndani. Mdogo wangu kazoea. Matifa. Karibu. Je, nifungue mlango jamani? Aise. Mkaribia Fungua mlango kwanza hapo. Emlete. Baba wewe. Tulia baba. Mungu hataki hata baba yake. Tulia bwana wewe. Karibuni. Jamani sitaingia ndani. Kutuingia ndani tena? Sitaingia ndani. Kuna sehemu nikutana tu njiani, kuna sehemu nikaa naenda. Wewe si uingie ndani upata hata maji mwanangu. Asante siku nyingine.
Wewe nawe? Sawa. Haya basi wasalimie mwanangu. Sawa. Asante sana kwa kumpokea ndugu yako. Sasa. Shogangu. Kwaonana. Hey. Kwaheri. Sifa. Haya. Karibu mwanangu. Asante. Mbona tisheti? Sio ndo